Time ya kukusanua stori zote za kiburudani kutoka nje na ndani. Mastori ya Town. Bwana, mambo vipi? Mike ndo limewashwa hivyo. Karibu kwenye Mastori ya Town. Mimi ni Milson Godfrey. Na kama kawaida huwa tunaanzia hapa kwetu nyumbani. Hivi ulishawahi kufikiria kuwa ni kitu gani ama vitu gani ukivitumia unaweza kuimarisha afya ya ubongo kama sio afya ya akili? Sasa majibu yanaweza yakawa ni mengi kulingana na mtu binafsi, lakini pia kama hujui sio kesi. Kayumba ameachia EP yake inayokwenda kwa jina la Brain Food, yani chakula cha ubongo, lakini pia inaweza ikawa ni chakula cha akili, ikiwa na jumla ya nyimbo 9. Binafsi nimeumiza kichwa nikijiuliza Kayumba ameanza udaktari lini mpaka tuletee chakula cha ubongo. Tunaye Kayumba kwenye Mastori ya Town. Kwanza ongera sana kwa siku ya kuzaliwa, lakini kwa nini Brain Food? Idea ilikuwaje na ni kipi umekilenga zaidi? Alhamdulillah, nashukuru Mwenyezi Mungu kweli, lakini birthday ya mwaka huu imekuwa kitofauti sana kiupande wangu, sababu siku zote bado ninasherehekea tu nakata keki na vitu kama hivyo, ila birthday ya mwaka huu imekuwa kitofauti na naachia pia na EP yangu mpya inaitwa Brain Food. So naona ni bless tunamiminika 2026 hapa. Kwa nini Brain Food? Unajua kuna siku moja nilishakutana na daktari mmoja hivi yuko pale Amana, anaitwa Dr. Tembo. Akanambia, bwana, hivi unajua kwenye mwili wa binadamu kila kiungo cha binadamu kina chakula chake. Yaani inamaanisha kwamba ukitaka kuwa na afya bora au ukitaka kuwa na mwili fulani inabidi ufanye mazoezi ya design fulani au uwe chakula cha kijani fulani. Lakini pia kuna chakula cha nafsi. Lakini pia akanambia kuna chakula cha akili. Kuna vitu ukisoma unaweza kupata afya ya akili. Kuna vitu ukisikiliza unaweza kupata afya ya akili. So tangia siku nilipokutana naye brother, nikaona kwa nini EP yangu naiandaa nisiite Brain Food, kutokana na muziki nilioandaa humo. Ni muziki fulani kusikiliza unaweza kupata mafunzo pia, unaweza pia ukapata afya ya akili na vitu kama hivyo. So ndio maana nimeita Brain Food. So ukipata muda kwenda kusikiliza Brain Food, mimi nakwambia kabisa unapata afya ya akili moja kwa moja automatically. Oya, ni noma sana. Binafsi napenda sana bongo yangu ikiwa inapata chakula kizuri, hasa muziki mzuri. Kayumba yeye ametuletea idea kutoka kwa daktari wake. Wewe daktari wako alishawahi kukwambia nini kuhusiana na chakula cha ubongo? Unaweza ukashare na sisi pia. Tukisalia hapo, Lady JD naye ametusanua kuhusiana na ujio wa track mpya kuanzia mwezi wa 3. Lady JD pia akijulikana kama Commando Jide, moja kati ya mwanamuziki wa kike aliyefanya mengi kwenye tasnia ya Bongo Flava, ametoa tamko hilo huku akijiandaa na tamasha lake litakalofanyika pale jijini Dar es Salaam, eneo la Breakpoint Makumbusho, siku ya Valentine's Day. Jide, uko na sisi kwenye Mastori ya Town. Kwanza tujue hali yako ya mahusiano kwa sasa hivi iko namna gani? Sasa mimi maisha yangu sio ya barabarani. Yaani maisha yangu huwa hayaendi huko barabarani. Ndivyo ni kitu ambacho niliamua kuwa maisha yangu sio ya barabarani. Kwa sababu watu walinipenda kutokana na muziki, wanatakiwa wafuatilie muziki. Sio wafuatilie niko single au niko na bwana. Bwana hawezi kuwa paketi chochote. Jide ni mwanamke wa sana. Naheshima kubwa sana kwenye taifa letu la Tanzania. Unachukua muda gani kuweza kuandika nyimbo zako? Unachukua muda gani kuweza kufikiria maisha yako? Kuna siku nyingine inaweza ikachukua dakika 10, ikachukua siku moja, ikachukua wiki, na inaweza ikachukua miaka mpaka kupata wimbo. Kwa hiyo inategemea huko katika hisia zako ziko katika hali gani, lakini hamna formula kwa inachukua kipindi hiki kumaliza wimbo. Wimbo gani ambao uliuandika ukaenda studio ukafanya ukarudi kusikiliza kurudi tena studio kurudia, na ni kwa nini? Siwezi kukumbuka kwa sababu na album 11 sasa hivi. Kwa hiyo katika album 11 kuanza kukumbuka hayo mambo kwa miaka 25 ni ngumu. Isipokuwa niwaambie tu kuna project nyingine mpya ambayo inakuja kuanzia mwezi wa 3. Tutaanza kutoa moja baada ya nyingine, na niwaahidi kuwa 2026 nafikiri itakuwa ni moto kuliko nilianza mwaka gani? 2000 itakuwa ni moto kuliko mwaka 2000. Sisi tunaweza kumwona Lady JD akiwa na rap kama zamani tofauti na sasa hivi kwenye kuimba. Mbona hata kwenye hizi album zingine zilizotoka hivi karibuni ni rap. Kwa hiyo zipo nyimbo ambazo huwa nachanganya pia na rap na imba. Tutegemee nini? Tutegemee package ya namna gani kwenye show ya Valentine kutoka kwa Lady JD? Kubwa, nzuri, mapenzi, masikitiko, furaha na kila kitu. Mbali na hayo, amezungumzia ofa yake ya kuimba bure kwenye harusi ya wale wote watakaovalishana pete katika tukio lake hilo wakati wa Valentine's Day, siku ya wapendanao duniani, ambayo ni tarehe 14 ya mwezi huu wa pili mwaka 2026. Sawa, tukiachana naye Jide,
Siku kadhaa nyuma tuliwahi kuzungumza hapa kwenye mastori ya Town kuhusiana na stori ya wimbo wa Mbosso darasa la 7 baada ya kuwa umetoka, tukisema mbona kama stori ya Mbosso ina mwendelezo namna fulani hivi kama inatuacha njia panda. Na kama umepata nafasi ya kusikiliza au kutizama video yake, utakubaliana na sisi pamoja na mashabiki wengine kwenye mitandao ya kijamii wanaouliza swali lile kwenda kwa Mbosso kwamba je, utakuwa na mwendelezo? Mbosso unasikika moja kwa moja kupitia mastori ya Town. Ningependa pia nikupongeze kulingana na wimbo wako ambavyo unazidi kufanya vizuri zaidi. Kwanza, umepokea maoni ya mashabiki na vipi, ulijipanga kutoa mwendelezo au ndo ilikuwa imeishia pale? Kidhati kabisa nisiwe muongo, sikuwa na wazo la kwamba watu watakuja watataka part 2. Nilikuwa najua watu wataelewa tu kwa urahisi, lakini mwisho wa siku imekuwa kubwa sana. Nyimbo imepokelewa vizuri kwa ukubwa kiasi kwamba sasa watu wanadai na part 2. Binafsi hadi nachanganyikiwa, part 2 naendelea vipi, nafanyaje yani nawaza na sasa nifanyeje hapo. Ningani bado namtafuta Maria, nimkute kafanya kaolewa, yani bado tunawaza, tunaangalia tuone namna gani nyimbo inaweza kaendelea kuishi. Of course wimbo huu una sifa zote za kusimama kama movie kulingana na story, lakini jinsi ambavyo director Folex alivyoshoot video hiyo, mpaka hapo tumekuelewa vizuri kabisa bwana Mbosso. Lakini vipi, labda tayari kuna watu ambao wamekuapproach kuhusiana na story ya wimbo huu ichezwe kama movie? Hadi sasa hivi nashukuru Mungu tumepokea deals zisizopungua 2 za kufanya filamu ya darasa la 7, lakini bado tunaangalia ni namna gani inaweza katufavor na kupata, tusifanye tu, lakini tunaangalia namna gani tunaweza tukapata. Nikisema kupata maana yake kufaidika nayo. Kwa hiyo tuna deals 2, moja kutoka ndani ya nchi hapa Tanzania na nyingine kutokea Kenya. Kwa hiyo bado tupo kwenye negotiate, ikikaa sawa tutafanya, tutaangalia na faida yake. Maana watu wanataka storyline ile lakini iongezewe na wakae watu ambao ni professional zaidi. Yani hivyo, lakini tupo kwenye negotiate. Ikikaa vizuri, maana kushoot kunakula muda. Mimi wimbo huu tu nimeshoot zaidi ya siku 5. Kwa maana yake kutengeneza filamu hiyo ni wastani wa zaidi ya wiki 3 au mwezi. Kwa kwenye maisha yangu ya muziki nikikaa sehemu mwezi, maana yake hasara yangu kubwa sana, kwa nahitaji faida ambayo inajitosheleza sana mimi kukaa mwezi mzima bila kufanya kazi ya sanaa. Bwana, huyo ni Mbosso akiweka sawa kuhusiana na ujio wa filamu mpya ya darasa la 7 endapo makubaliano yataenda sawa. Na kwa story yake inanifungia ukurasa wa mastori ya Town kwa hapa nyumbani na inanipa pumzi ya kukusogezea mastori kutoka nje. Hizi ni stori za mastaa kutoka nje ya Tanzania. Kimataifa, mjadala mkubwa umeibuka katika ulimwengu wa muziki wa hip hop baada ya rapu nguli wa Marekani Lil Wayne kutosikika akitajwa kama msanii binafsi kuwania tuzo za hivi karibuni za Grammy, licha ya kuwa na albamu yake mpya The Carter 6 aliyotoa hivi karibuni mwaka 2025. Kwa mujibu wa taarifa za Recording Academy, Lil Wayne amepata uteuzi mmoja tu kwa mwaka huu katika kipengele cha Best Rap Song kupitia verse yake kwenye wimbo wa Stick wa Tyler the Creator. Hata hivyo hajateuliwa kama msanii binafsi wala albamu yake haikupata nafasi kwenye vipengele vikuu, jambo linalowashangaza mashabiki walio wengi. Sasa kupitia ukurasa wake wa X, zamani Twitter, rapa huyo maarufu kwa jina la Wiz alijibu kwa kinyonge akisema, hongera kwa wale wote walioteuliwa na walioshinda. Mimi sikuwepo kama kawaida, inabidi nifanye kazi kwa bidii. Kauli hiyo imezua mjadala mpana, baadhi wakidai Grammy zimepuuza mchango mkubwa wa Lil Wayne katika historia ya hip hop, huku wengine wakijadili kwa kusema kazi zake za hivi karibuni zinaendelea kupungua ladha zaidi ya kile alichokuwa kikifanya zamani. Kumbukwe kwa mujibu wa Billboard, Lil Wayne tayari ana tuzo 5 za Grammy akiwa ameteuliwa mara 28 kutoka mwaka 2006, ikiwa ni pamoja na ushindi mkubwa wa Best Rap Album aliyojipatia mwaka 2008 kupitia albamu yake ya The Carter 3. Hatua hii inarejesha mjadala wa muda mrefu, wengi wakihoji, je, tuzo za Grammy ni kipimo halisi cha ukubwa wa msanii au hata mastaa wanaweza kupuuzwa? Kufikia hapo sina la ziada kwenye mastori ya Town. Ni kipi ambacho umekielewa kwenye mastori ya Town? Basi unaweza kudondosha ujumbe wako kupitia namba ya studio, na usikose kutusikiliza kila siku za Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia saa 7 kamili mchana mpaka saa 10 jioni hapa Radio Sengerema FM. Mimi ni Milson Godfrey. Time ya kukusanua stori zote za kiburudani kutoka nje na ndani. Mastori ya Town.